Waislamu takbir! Waislamu takbir! Ametoka mwalimu hapa wa Kikristo, mmemuelewa? Mwinjilisti, sijui ni mwinjilisti, sijui ni mchungaji wa Omari. Mimi binafsi pia umenishangaza. Kwa mara ya kwanza leo nimeshindwa kukuelewa. Huwa nakuelewa mara nyingi, lakini leo nimeshindwa kuelewa kwa sababu katika vitu ambavyo watu wa dini tunapaswa kuviheshimu ni kusema ukweli. Huyu bwana amekuja amesema kama mimi ningekuwa mkweli ningeanzia aya ya 156 katika ile sura ya 4. Sasa aliporudia kwenye 156 hakuna kilichopingwa katika hoja zangu. Sasa mimi namwambia yeye kama yeye angekuwa kweli mkweli angemalizia 158. Hapo ndo angekuwa mkweli. Hebu soma 158. Baada ya kunusurika kufa Mungu akafanyaje? Bismillahirrahmanirrahim. Bali Mwenyezi Mungu alimnyanyua kwake. Mungu aliposema hawakumuua wala hawakumsurubisha katika aya 157, 158 anasema alimnyanyua kwake. Yesu alinyanyuliwa mbinguni utotoni? Huyu muongo huyu. Kaongopa mchana kweupe du. Yaani Yohana angekuwa mkweli, kwa sababu Mungu anaposema alafu aya anasema yeye hawakumuua utotoni. Qur'ani inasema wama kafaluhu wama salabuhu, hawakumuua wala hawakumsurubisha. Kwani utotoni walitaka kumsurubisha? Sasa umeona, yani tunataka tutoe elimu kiukweli, hapo tunaita kiujanja ujanja. Akaja akasema kwamba Yesu hawezi kuwa aliyelaaniwa, kwa sababu ili mtu alaaniwe lazima atende dhambi. Falsafa ya kutenda dhambi maana yake ni kuwa nazo, kuzibeba, na dhambi hazibebi kwenye kapu wala kwenye mabega. Sasa unaposema kwamba Yesu kachukua dhambi za ulimwengu, si ndio anazo tayari? Wewe unasema hawezi kuuawa na kusulubiwa mpaka mwenye dhambi, na wewe hapo ndio unasema Yesu kachukua dhambi za ulimwengu. Si ndio hizo dhambi alizochukua za kweli tayari ndio zishampelekea kuingia kwenye hukumu? Sasa dhambi kashachukua tayari, akaja akasema ni lazima auawe kwanza alafu ndio atundikwe. Hapa alikuwa anakusudia kukanusha kwamba Yesu hakuuawa kwanza, yani alitundikwa akiwa hai akafia pale msalabani wa Kristo. Ndio hivyo. Huyu bwana anasema sawa sawa, huo uongo. Biblia inasema aliuliwa kwanza ndio akasulubiwa. Matendo 10:40. Matendo 10:40. Changamka. Hiyo hata mimi nilikuwa sina. 10:40. Ndio. Inasema hivi. Kwa wale wanaopenda kusoma na kuandika. Naam. Huyo Yesu Mungu alimfufua siku ya tatu. Siku ya tatu, akamjalia kudhihirika. Sikilizeni vizuri, Paulo huyo, si kwa watu wote, bali kwa mashahidi waliokuwa wamekwisha kuchaguliwa na Mungu. Ndio sisi tuliokula na kunywa pamoja naye baada ya kufufuka kutoka kwa wafu. Akatuagiza tuwahubiri watu. Anzia 39. 10:39. Nasi mashahidi wa mambo yote aliyoyatenda katika nchi ya Wayahudi. Asema sisi ni mashahidi. Nataka mshangilie hivyo hivyo wa Kristo. Mmependa sana. Kwa sababu nimeongea hapa dakika 20 mlikuwa wanyonge, nikajisikia na mimi unyonge kidogo. Sasa hivi mnamshangilia, tunaenda sawa. Na katika Yerusalemu ambaye walimuua, taratibu, walimuua wakamtundika mtini. Akiwa mtu ametenda dhambi impasayo kufa akauawa, nawe ukamtundika juu ya mti. Paulo anasema Yesu walimuua wakamtundika mtini. Kalaaniwa. Kwa hiyo kama msalaba Yesu vigezo vyote vya mtu aliyelaaniwa amevipitia. Yohana ulisema lazima awe na dhambi, mmekubali wenyewe dhambi alibeba.
lazima auawe chini, mmekubali wenyewe, Biblia imesema aliuliwa kwanza, kisha ukamtundika, kamtundika ili ipatikane salama. Mkubaliane na Waislamu hakufa, awe mtakatifu safi, au muendelee kusema amekufa kalaaniwa. Chagueni moja. Sasa mimi nataka nitoe aya ya wazi ya kuwasilimisha Wakristo kama watakuwa tayari. Tuseme inshallah. Nataka niende mpaka kaburini. Qur'ani imesema walibabaishiwa mtu mwingine, si ndio? Kule kaburini nataka tukamtazame yule aliyezikwa kaburini alikuwa nani? Yesu yule au nani? Zimebakia dakika 5 zinatosha hizo. Mwenyezi Mungu anasema, wakati mwingine anasema kwa mifano. Hata Bwana Yesu alisema, kwa sababu hii nasema nao kwa mifano. Hata maneno makavu makavu hawa washashindwa kuelewa. Swale njoo hapa. Nataka muonyeshe mfano hapa hadharani. Njoo. Kaa pale. Lala hapo, lala hapo. Naomba wawili wenye kanzu nyeupe waje. Funua Yohana 20. Twende haraka haraka. Tayari. Yohana 20:11. Weka kule. Kaa hapo, Mbogo kaa hapo. Mbogo kaa hapo. Kuna ni dada au yeyote yule atakuja. Swale wewe simama. Wewe utakuwa mfano wa Mariamu. Simama. Au kama kuna kibinti kidogodogo kinaweza kuja kija hapa. Pilingu unakuwa Yesu. Huyo atakuwa Yesu. Sikilizeni vizuri. Haya, lala hapo chini mmoja. Fanya haraka haraka. Fanya haraka haraka. Mariamu yule kule amekuja. Mariamu yule pale amekuja. Amekuja wa kike. Swale lala hapo. Alirudi kule. Swale lala. Fanya haraka haraka. Lala hapo Swale. Binti yule njoo hapa. Swale lala pale chini. Binti aje hapa. Binti aje hapa. Njoo hapa. Njoo hapa mdogo wangu. Simama hapa. Simama hapa. Pilingu njoo kwa nyuma hapa. Soma hiyo haraka haraka. Inasoma hiyo Yohana. Lakini Mariamu, sasa Wakristo wote wanaamini duniani kwamba huyu aliyewekwa kaburini ni Yesu. Qur'ani inasema tuliwababaishia mtu mwingine. Leo kanisa hapa, tupo kanisani, nataka mshuhudie huyu aliyekuwa kaburini ni nani? Mariamu. Huyu hapa Mariamu. Alikuwa akisimama karibu na kaburi. Amesimama kwenye kaburi akiamini na yeye kama wanavyoamini Wasabato wa Ukonga kwamba aliyekuwa kaburini ni nani? Ni Yesu. Mariamu amesimama katika kaburi. Nje yake analia. Nje yake analia, anajua Yesu amemuua. Analia. Hebu lia kidogo. Mariamu analia. Basi akilia hivi. Aliinama. Basi akati analia akainama. Akachungulia ndani ya kaburi. Akachungulia ndani ya kaburi auone sura ya yule mtu aliyelazwa pale. Anatazama maiti. Akaona malaika wawili. Akawaona malaika wawili. Wenye mavazi meupe. Wameketi. Mmoja kakaa kichwani. Ukisikia kichwani, maana yake kuna mtu yupo hapa. Tumeelewana vizuri? Malaika mmoja kakaa kichwani na mmoja miguuni. Huwezi kujua kichwani wapi miguuni wapi kama hakuna mtu hapa. Maana kuna mtu yupo hapa, maiti imelala, malaika mmoja kichwani, mmoja miguuni. Mariamu akachungulia, akaangalia sura. Hapo ulipolazwa mwili wake Yesu. Hapo ulipolazwa, kumbe huyu ndio Yesu tunaambiwa. Aliyelazwa hapa ndio Yesu. Nao wakamwambia, mama, unalilia nini? Wanamwambia mama Mariamu, unalia nini? Akawaambia, kwa sababu amemuondoa Bwana wangu. Kuna mtu tumeambiwa kalala hapa na malaika hapo kichwani na miguuni. Mariamu kaangalia sura, akasema mbona sio yeye? Akasema wamemuondoa hapa. Wala mimi sijui alikomweka. Sasa kabadilishwa, akapelekwa wapi? Wakati watu wote wanaamini aliyezikwa hapa ni nani? Endelea. Naye kisha kusema kusema maneno haya, Mariamu kaachana na hii maiti, anatoka tena kwenda kumtafuta Yesu wake. Akafanyaje? Akageuka nyuma. Akamuona Yesu amesimama. Huyu aliyelala kaburini alikuwa nani? Aliyemaliza. Naye sijue kuwa ni Yesu. Yesu akamwambia. Sasa amemwona Yesu, lakini hakujua kuwa ni Yesu. Yesu akamwambiaje? Mama, unalilia nini? Kwa nini alimwona Yesu na asijue kuwa ni Yesu? Marko 16:12. Inasemaje? Baada ya hayo akawatokea watu wawili miongoni mwao. Akawatokea watu wengine miongoni mwao. Ana sura nyingine. Huyu alikuwa anabadilika sura. Akawatokea watu wengine, ana sura nyingine. Ndio Qur'ani inasema tuliwababaishia mtu mwingine. Wakalikamata jitu wakalisurubisha. Yesu yupo mtaani anaendelea
kunywa supu, hana wasiwasi. Yesu hakufa wala hakusulubiwa na hakuna dhambi iliyochukuliwa. Wanawake wa Kikristo mtazaa chungu mpaka kiyama, wanaume tatafuta kwa jasho mpaka tunaingia makaburini. Salamu alaykum.